بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن مسألة وسابقا قد رأينا بعض المسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، وعار عليه إذا كان جاهلا بهذه المسألة، عار عليه. هناك الشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. shairi asema, nimejua shari lakini sio kwa ajili ya shari, lakini kwa ajili ya kuchukua tahadhari, kwa sababu asiyejua shari basi ataingia katika shari. Kwa hiyo kuna umuhimu Muislamu ajue swala yake na vile vinavyoharibu swala yake ili aweze kuviepuka. Tulishia katika masala ya 13. Masala 12 ilikuwa ni kusema rabbana walakal hamdu mil'a samawati wal ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Tawaqafna huna. Sasa leo tunaanzia hapa, thumma yasjudu. Qala al-muallif rahimahullah, thumma yasjudu khushu'an, kisha akishasema rabbana walakal hamdu atakwenda kusujudu. Thumma yasjudu, kisha atasujudu khushu'an, hali ya kuwa na utulivu. Hali ya kuwa na nini? Na utulivu. As-sajdata al-ula, atasujudu ile sijda ya kwanza. Wa yaqulu inda sujudihi, na atasema ule wakati wa kusujudu atasema Allahu akbar, Allahu akbar. Kama mtu atasema Mungu ni mkubwa kisha akaenda kusujudu, mwambie shekhe huna swala, kwa sababu hili neno haikupokelewa kwa mtume wala kwa salaf kuwa walikuwa wanalifasiri kwa lugha yote ile. Ndio maana kule mwanzo shekhe akasema swala ni ibada ambayo ina kauli zake na nini na vitendo vyake. Kwa hiyo ukiingiza kauli ambayo haipo una swala, ukiingiza kitendo ambacho hakipo hauna swala. Wa yasjudu ala a'dha'ihi sab'a, na atasujudu juu ya viungo vyake 7. Wa yasjudu, na atasujudu ala a'dha'ihi, juu ya viungo vyake as-sab'a, 7. Na ni lazima, ni wajibu mtu, yani vile viungo 7 vyote viguse wapi? Chini. Kama kuna kiungo kitakuwa kijagusa, kuna mushkila katika hilo. Kwanza aljabha wal anfu, paji la uso pamoja na pua yake. Hivi huzingatiwa kwa ni kiungo kimoja, paji na nini na pua. Wal kaffaini, na viganja viwili pia viguse chini. Warukbataini, pia magoti mawili yaguse chini. wa atrafil qadamaini,
na ncha za miguu miwili. Qadamu ni hii tunaita nini Kiswahili? Yani hiki kipande hiki cha chini tunahitaji unyayo si huwa chini. Hiki si vidole, iki eneo hiki tunahitaji hiki. Kwa sababu huu tunasema ni muundi huu, au tunaita nini kwa jina lingine? Sijui ugogo, sijui Kiarabu anaita sati, hii inaitwa ni qadam. Umeelewana? Sijajua Kiswahili, kwa labda ndio ule umaskini wa Kiswahili, wallahu a'lam. Kwa hiyo Sheikh anasema wa atrafi alqadamaini. Atrafi hapa anakusudia nini? Vidole vya kadami mbili, maana yake vya hii miguu. Wa yujafia adudaihi, na ataziepusha adudaihi. Pia Kiswahili hapo kwenye adudi pia tupata tabu. Adudi ni hizi, tulieleza katika durusu muhimu hizi, yani hizi ukisujudu zisiwe mwezibana hivi, lazima ayujafia, azitenganishe, aziweke mbali. Tuko pamoja? Hizi ziwe mbali. Sasa hizi kwa Kiarabu zinaitwa adudaihi, zinaitwa adudaihi, yani hiyo hao ni dhamiri tu, lakini zinaitwa adudaini. Umeelewana? Hiyo hao inamwakilisha ule mfanyaji. Nini adudaihi? Maana yake adudi zake, lakini zenyewe zinaitwa adudaini. Kwa hiyo Sheikh anasema wayujafi adudaihi, na taziweka mbali adudi zake mbili, anjambai, kutokana na mbavu zake. Hapa Kiswahili kipo anjambai, kutokana na mbavu zake. Wala yaksuta dhira'aihi, na wala asizitandike dhiraa zake mbili. Wala yaksuta dhira'aihi, wala sitandike dhiraa zake ala al-ardi, juu ya ardhi. Yani wakati mtu amesujudu, zile dhiraa, ile mikono asiilaze, amesujudu hivi akailaza, lazima ainyanyue, asiilaze. Wa yastakbila, na ataelekea qibla, ataelekeza qibla, ataelekea qibla biruusi aswabihi, kwa vichwa vya vidole vyake ataelekea. Wayastakbila, na ataelekea biruusi, kwa vichwa aswabihi vya nini? Nilisema ruusi ni jamu raas, na aswabi ni wingi wa neno isba. Isba ni kidole hiki kimoja, vikiwa vingi tunasema aswabi. Kwa hiyo ataelekeza hivi ruusi aswabihi alqibla, ataelekeza wapi? Qibla. Sio za mikono peke yake, hata za nini, za miguu pia zielekee qibla. Naam. Uzuri wa kitabu hiki umewekewa namba. Umewekewa nini? Namba. Hizo namba, angalia chini, utaelezwa kwa maelezo haya utayapata kwenye kitabu fulani, kama ni mfano nini, namba moja ukirudi kwenye Bukhari, namba mbili ukirudi kwenye Muslim, mutafaqu alayhi ukienda kwenye Bukhari na Muslim utakuta akhrajahu Ibn Khuzaimah. Kwa hiyo shekhe hapa yeye atatoa maelezo tu, ama dalili amekuelekeza. Dalili ya haya niliyoyaeleza, rudi kwenye vitabu vikubwa, ukifika utakuta yani zile hadithi na zile dalili. Tumeelewana? Naam. Ndio maana kufanya kitabu kwa ni mukhtasar. Wayakulu fi sujudi, na atasema katika sijda yake, subhana rabbiyal a'la, 3 marati, mara 3. Wa in zada, ikiwa tazidisha akasema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli fahasanu, basi hilo ni jambo zuri, halina tatizo.
thumma yarfa'u ra'sahu, kisha pia atanyanyua kichwa chake. Akishamaliza sijida ya kwanza sasa sio akae tu, anyanyue kichwa chake minas sujudi, katika sijida, qailan, hali ya kusema Allahu akbar. Thumma yajlisu, kisha atakaa, baina sajdataini, kati ya sijida mbili. Thumma yajlisa, kisha atakaa, baina sajdataini, kati ya sijida mbili, ala qadamihi al-yusra, juu ya mguu wake wa kushoto. Kile kikao kinachopatikana kati ya sijida mbili, utakaa juu ya mguu wako wa kushoto. Wayansiba, na atausimika, qadamahu al-yumna, maana atausimamisha, atausimamisha qadamahu al-yumna, mguu wake wa kulia. Wayadha yadahu al-yumna, na ataweka mkono wake wa kulia, ala tarafi fakhidhihi, juu ya paja, juu ya ncha, ala tarafi, juu ya ncha, yani sehemu ya mwanzo, fakhidhihi, ya paja lake, al-aymani, la kushoto. Kisha katika kile kikao, wayadha yadahu al-yumna, ataweka mkono wake wa kulia, ala tarafi, juu ya ncha, fakhidhihi, ya paja lake, al-aymani, la kulia. Tena kisema ncha manake ni hapa juu, yani mkono usiuweke kwenye goti, unaweka kwenye nini, katika eneo ncha, sehemu ya nini, ya paja. Mimma yali rukbatahu, sehemu ambayo imeelekea au inafuatia goti, sehemu ambayo inafuatia goti, yani goti si ile, sehemu inafuatia hii. Mimma yali rukbatahu, sehemu ambayo inafuatia goti lake. Kwa hiyo hapo ndio atakapoweka mikono yake. Mafumu? Naam? Kwa hiyo mtu asije akawa anaweka huko, yani ni hapa kwenye karibu na goti. Wayakbidhu minha, na atakamata katika hilo goti lake, atakamata katika hilo goti lake, al-khansara, kwa kidole gani? Khansar ni hiki kidole cha mwisho, walbansar ni kidole hiki kinachofuatia kabla ya cha mwisho. Hiki cha katikati kinaitwa al-wusta, hiki cha kwanza kinaitwa as-sababa, hiki cha kwanza kinaitwa nini? Ibham. Tumeelewana? Kwa shaka sema wayaqbidhu minha, na atakamata katika hilo paja lake ambalo limeelekea goti lake. Wayaqbidhu minha, na atakamata katika hilo goti lake, al-khansara wal-bansara, atakamatisha kidole chake cha kulia na kabla ya, yani kidole cha mwisho na kabla ya kidole cha mwisho. Kivipi? Anaendelea kutoa sura yake, asema wayarfa'u as-sababa, kisha atanyanyua kidole gani? As-sababa. Sisi Kiswahili tunaita kidole cha shahada, Warabu wanaita kidole cha matusi. Unaona? Wayuharrikuha, na atakitikisa, inda duaihi, ule wakati wa kuomba kwake, yani wakati mtu amekaa tashahudi, yani kidole hiki kitakuwa yani katika sura hii, yani kidole hiki cha mwisho na kabla ya cha mwisho kitakuwa katika nini? Paji lake la nini, yani katika goti lake. Kisha ikicha katikati na hii ibahamu kitakuwa hivi, si tumeelewana? Halafu hiki cha kwanza utafanyaje? Utakinyanyua, si tumeelewana? Sura hii kwa maana umekaa hivi
Hii ni kaifia kwanza. Kuna ile kaifia katika mfano mukaddima ambayo kaifia ni hii ya kuzikusanya zote vidole vingapi? Vidole vitatu. Sisi tunaelewana? Ama hapa ni vidole hivi viwili, hivi vinatakiwa viguse katika goti, kisha hiki atanyanyua hiki asbaba, kisha alwusta kitaungana na nani? Na ibahamu. Itakuwa hivi. Wayuharrikuha, na atakitikisa inda duai, ule wakati wa kuleta dua. Pia kwenye durusu muhimu tumeona kuwa kutikisa kidole ni jambo ambalo lipo, ni usufi tu. Masufi watuambia watuletea visa vya uongo kwamba si mtume na nini alikuwa visa havina maana, lakini kutikisa kidole ni sunna ambayo ni thabiti, imethibiti. Wayaj'ala, na tajalia tarafa al-ibhami, ncha ya dole gumba, maqrunan, ikiwa imeambatanishwa bi tarafi al-wusta, na ncha ya kidole cha kati na kati, kalhalqa, kama vile kijiduara. Akatengeneza kama vile nini? Kijiduara. Tuko pamoja? Anasema wayaj'ala taraf al-ibham, na tajalia taraf, ncha ya nini? Ya ibham. Yani ncha si kidole, ibham ni dole gumba. Kwa hiyo ncha yake ataiweka maqrunan, ikiwa imeambatanishwa bi taraf al-wusta, na ncha nini? Ya kidole cha kati na kati, kalhalqa, kama vile kijiduara. Wayadha yadahu al-yusra, na ataweka mkono wake wa kushoto mabsutatal asabi, hali ya kukunjuliwa nini? Vidole. Wayadha, na ataweka yadahu al-yusra, mkono wake wa kushoto mabsutatal asabi, ukiwa vidole vyake vimekunjuka, ala tarafi, juu ya ncha, fakhidhihi al-aysar, ya paja lake la kushoto, mimma yali rukba, linalofuatia goti lake. Kama tulivyoeleza mwanzo, mkono wa kushoto utauweka katika ncha ya paja la kushoto, paja ambalo inafuatia nini? Goti. Wayaqulu fi julusihi baina as-sajdatayn, na atasema katika kikao chake kati ya sajida mbili, rabbi ighfirli warhamni, ewe Allah nisamehe mimi na unirehemu na uniongoze na uniruzuku, wajiburni, na uniunge, kama nimekatika katika jambo fulani basi niunge, wahdini, na uniongoze, waafini, na unisamehe. Thumma yasjudu khushu'an, kisha atasujudu khushu'an, hali ya kuwa na khushu'i, minhu, kutoka kwake, hali ya khushu'an minhu, hali ya kuwa na nini? Na khushu'i inayotoka kwake huyo mwenye kuswali. Atasujudu as-sajdata thaniya, sijida ya pili, kalula, kama vile sijida ya kwanza, fima yuqalu wa yufalu, atafanya vile vile katika yale yenye kusemwa na yale yenye kufanywa, fima yuqalu wa yufalu, atasujudu kwa mujibu wa vile vyenye kusemwa na vyenye kufanywa. Wa yukabbiru inda sujudihi, na ataleta takbira wakati wa kusujudu kwake. Thumma yaquma min as-sajdati ath-thaniya, kisha atasimama katika sijida ya pili, qailan, akisema Allahu akbar, wa yusalli ar-rak'ata ath-thaniya, na ataswali rakaa ya pili, kalula, kama vile rakaa ya kwanza, fima yuqalu wa yufal,
katika kile chenye kusemwa na kufanywa, illa annahu, isipokuwa hakika mambo yalivyo, la hakika yeye, la yastaftihu fiha, illa anna, isipokuwa hakika yeye huyu mwenye kuswali, la yastaftihu fiha, hatoleta nini? Dua kufungulia swala katika rakaa ya ngapi? Rakaa ya pili. Thumma yajlis, kisha atakaa, baada intihai rak'ati athaniya, baada ya kumalizika kwa rakaa ya pili, atakaa qaila, na kisema Allahu akbar, wa yajlis, na atakaa kama yajlis, kama anavyokaa, baina sajidataini, kati ya sijida mbili, sawaan, sawa sawa. Thumma yajlis, kisha atakaa, baada intihai rak'ati thaniya, baada ya kumalizika kwa rakaa ya pili. Ukimaliza rakaa mbili, kuna nini kinachofuatia? Kuna tahiyatu, kuna kikao pale. Ndio shaka asema utakaa kikao hicho, utasema Allahu akbar, wa yajlis, na atakaa kama yajlis, kama unapokaa, baina sajidataini, kati ya sijida mbili, sawa kwa sawa. Yani kikao kile unachokaa kati ya sijida mbili, ndio kikao hicho hicho utakachokaa ile tashahudi dogo. Wa yaqra'u tashahuda, na atasoma tashahud, fi hadha aljulusi, katika hiki kikao. Fayaqulu, atasema attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kwenye kitabu Safinatun Najah, mwandishi wa kitabu kile ametumia dikka ya hali ya juu katika uandishi wake. Ametaja kuwa tashahudi hii ndogo iko na shadda 21, iko na shadda 21. Kisha akasema 21 katika tashahudi iliyokamilika, halafu 16 katika tashahudi ambayo haijakamilika. Mmeona? Yani tashahudi iliyokamilika ina shadda ngapi? 21. Ile ambayo haijakamilika ina shadda ngapi? 16. Tuzihesabu kwamba ziko. Kwa sababu gani? Yani kuna baadhi ya watu wakisoma hii tashahudi anakosea maeneo ya shadda. Inawezekana mtu akasema atahiyatu, lazima useme attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Ninasema wassalawatu watayyibatu, hii ya kwanza haikazi. Wattayyibatu zote ni mushaddada, hizi lazima shadda zisikike. Kwa hiyo Sheikh akazitaja pale shadda, yani maeneo ambayo yako na shadda. Ile iliyokamilika iko na shadda 21. Ile ambayo kuna tashahudi ambayo haijakamilika ni kuifupisha. Mfano za nikasema attahiyatu lillahi, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hii ni tashahudi ambayo haijakamilika. Yani ninafupisha baadhi ya maneno. Ninafupisha kwa lengo gani? Isikana nina haraka, kwa hiyo ninafupisha. Kwa hiyo Sheikh akaeleza ile tashahudi ambayo haijakamilika ina shadda 16. Ile tashahudi ambayo imekamilika iko na shadda ngapi? 21. Kama huamini wewe hesabu mwenyewe utazikuta. Kwa hiyo sasa wakati unaisoma hii tashahudi uhakikishe shadda zote umezisoma. Tofauti na hivyo bado tashahudi yako itakuwa
iko na mapungufu. Naam. Thumma yaqulu, kisha atasema a'udhu billahi, baada ya ukishasoma itashahud utasema a'udhu billahi min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati. Fitna za uhai na nini na kifo. Kuna fitna ziko hapa duniani, Allah kuepushe nazo. Kuna fitna ambazo zinapatikana baada ya kufa. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Thumma yad'u rabbahu, kisha muombe Mola wake, bima ahabba, kwa kile anachokipenda, min khairi dunya wal akhirah, katika khairi za dunia na akhirah. Swala hii, tashahudi hii hapa Sheikh ameileta tashahudi yote nzima, halafu akaja na hii dua a'udhu billahi. Manake swala hii hapa, swala hii ni ile swala ya alfajiri ambayo ina raka ngapi? 2. Ndio utasoma hii tashahudi yote nzima. Kama swala yenyewe iko na raka 3 4, basi tashahudi hii inasomwa mwishoni kama atakavyoeleza hapa. Kwa hiyo Sheikh asema kisha atamwomba Mola wake kile anachokitaka katika khairi ya dunia na akhera. Wengi hapa ukiambiwa Sheikh omba, atuombe akhera. Tunaomba nini? Unaomba mke? Mwanamke bikra. Ndio watu wanachotamani. Magari. Kuna mtu alikuwa na mkewe, ile mke amuuliza mume wake, kwani aliyekushauri kuja kunioa nani? Na jamaa akasema mimi sijui kwa sababu nina maadui wengi. Wewe mpaka hapo unapata picha gani hapa? Asema mimi sijui aliyenishauri nikuoe, maana nina maadui wengi. Maana yake mwanamke huyu si mzuri. Kwa hiyo mtu akikutakia kheri, akikutakia shari, anakushauri ukaoe mwanamke ambaye sio mzuri ili uhangaike. Namuona Sheikh Rafia enda mbio. Kuna msemo wa wanachuoni wa fiqh wanasema, al-alimu idha tazawwaja rakiba al-bahra. Mashaallah. Al-alimu idha tazawwaja rakiba al-bahra, au ukasema tabahara. Yani mtu anayesoma dini akisema nikaoe tu, basi huyo amepanda kwenye bahari, amepanda kwenye bahari. Maana yake huyo kusoma tena basi. Msomi anayesoma dini idha akioa tu, basi huyo amepanda bahari. Hivi kweli na mawimbi yote ya baharini, tabu za baharini, kweli mtu anavumilia? Hawezi kuvumilia. Ndio hivyo kuwa mtu ameoa kisha muda huo asoma. Kwa misukosuko atakayokutana nayo, basi lazima kuna kimoja kitakufa. Na kitakachokufa ni nini? Ni kwanza kusoma. Naam. Kwa hiyo someni. Some. Ndio tusome. Pamoja. Mimi hapa nimemwona ambaye ni mzee hapa katika sisi. Mimi si mzee. Hapana. Wewe wengine ni balibu lakini umri umekwenda. Jamani, msiwasumbue watu wazima bwana. Naam, thumma yusallimu an yaminihi qaila.
kisha atatoa salamu hali ya kusema assalamu alaikum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalika, na kushotoni kwake hivyo hivyo atatoa salamu. Wa idha kanat as-salatu thulathiyya au rubaiyya, na itakapokuwa swala ni thulathiyya au rubaiyya, kule kwenye sarfu kuna vitendo vinaitwa afalu thulathiyya au rubaiyya. Sasa rubaiyya ndio nini, thulathiyya ndio nini? Au utakutana navyo kule kwa mudiri. Kwa hiyo shaka sema ikiwa swala ni thulathiyya au rubaiyya, waqafa inda muntaha at-tashahhud al-awwal, atasimama inda muntaha, katika kikomo. Muntaha ni kikomo katika nini? Kikomo cha tashahudi ya kwanza. Si amekaa ile tashahudi ndogo, si asoma, basi ile tashahudi yake ataishia yani kikomo chake ni pale inapoishia ile tashahudi ya kwanza. Wa huwa, na kikomo chenyewe ni hapa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikiwa swala ni ya rakaa 4 au rakaa 3, ukikaa tashahudi ndogo, basi tashahudi yako utakayoisoma iishie hapa. Tumeelewana? Ndio. Ila tukumbuke kwenye durusul muhimma Sheikh bin Baz asemaje? Inajuzu kuendelea. Kwa nini asema? Kwa sababu zimekuja hadithi ambazo ni sahihi. Kwa hiyo unaweza ukaishia hapa, lakini kama utaendelea ukamswalia mtume katika tashahudi ya kwanza, sio kosa. Tunaelewana? Ndio. Hii ni moja katika faida. Thumma yanhadhu qa'iman, kisha atasimama hali ya ataporomoka hali ya kusimama. Thumma yanhadhu, kisha ataporomoka, yani ile kutoka chini kwenda juu, kunyanyuka. Qa'iman, hali ya kusimama. Thumma yanhadhu, kisha atanyanyuka qa'iman, hali ya kusimama. Qailan, hali ya kusema Allahu akbar. Wa yarfa yadayhi, na atanyanyua mikono yake ila hadwi mankibaihi, atanyanyua mikono yake usawa nini, kwa mabega yake. Hina idhin, wakati huo. Thumma yusalli, kisha ataswali mabakia, kile kilichobakia min salati, katika swala yake. Ala sifati rak'ati thaniya, katika namna ya ile rakaa ya pili alivyoiswali. Illa, isipokuwa annahu, hakika yeye huyo mwenye kuswali, yaktasiru ala qiraati al-Fatiha, rakaa inayofuata kama ni ya tatu baada ya kutoka kwenye tashahud, yaktasiru, atatosheka ala qiraati al-Fatiha, kusoma suratul Fatiha peke yake kuanzia rakaa ya tatu. Thumma yajlisa, kisha ataka. Tuko pamoja? Ndio. Sheikh, tuko pamoja? Naam. Thumma yajlisa, kisha ataka. Mutawarrikan, kikao gani? Mutawarrik. Mutawarrik, si tunakijua? Ndio. Kile kikao kikubwa kile ndio kinaitwa nini? Tawarruk. Ataka mutawarrikan, kile kikao kikubwa. Fayansiba qadamahu al-yumna, atasimamisha mguu wake wa kulia. Wa yukhrija, na atatoa qadamahu al-yusra, mguu wake wa kushoto. Wa yukhrija, na atatoa qadamahu al-yusra, mguu wake wa kushoto. Min tahti saqi al-yumna, chini, min tahti, chini, saqi ya muundi, al-yumna, wa kulia. Muundi. Ndo maana saka, yani kile kikawa tunakaa hivi, maana muda huo huu mguu ameusimamisha. Kwa hiyo huu wa kushoto utatokea chini ya nini? Ya saki ya mguu gani? Kulia. Wa kulia.
wa yumakkina maq'adatahu. Hiyo miq'ada hapana, inawezekana ikawa ni ismu marra, lakini sahihi zaidi maq'adatahu. Nini maq'adatahu? Kama vile tukisema maq'ad maana yake ni sehemu, kama vile nikisema mat'am, nini mat'am maana yake nini? Ni sehemu, ismu makan. Nikisema matbakha ni sehemu ya nini? Ya kupikia. Nikisema majzara ni sehemu ya kuchinjia. Nikisema ma'sada ni sehemu ya nini? Ambapo pamejaa simba wengi. Kwa hiyo makada ni ile sehemu ambayo unatakiwa kuweka makalio yako. Inawezekana shekhe pia yeye kusema makada ikawa pia ni sahihi. Ikawa nini? Ikawa makada kwa maana ismu makani, alafu makada ikawa nini? Ndio wale makalio wenyewe. Unaelewana? Kwa hiyo shekhe asema wa yumakkina miq'adatahu min al-ard, ataweka sasa ile makalio yake katika ardhi. Sasa kuna hadithi pia Mtume asema man kadhaba alayya mutaammida maq'adatahu. Kwa hiyo maq'ada ile ni ismu makani, ajiandalie sehemu, sio ya makalio sehemu. Wayadha yadaihi, na ataweka mikono yake, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake. Kaweka mikono yake juu ya mapaja yake, ala sifati wadhiha, juu ya sifa ile ile ambayo ameiweka hiyo mikono yake, fi tashahudi al-awwal, katika tashahudi ya kwanza. Wayadha yadaihi, ataweka mikono yake, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake, ala sifa, katika sifa namna wadhihima, alivyoiweka hiyo mikono miwili, fi tashahudi al-awwal, katika tashahudi ya kwanza. Wayaqra fi hadha al-julusi, na atasoma katika hiki kikao at-tashahhuda kullahu, tashahudi yote, ataisoma tashahudi yote. Thumma yusallim ala yaminihi, kisha atatoa salamu kuliani kwake, qailan, hali ya kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi, wa an yasari kadhalika, na kushotoni kwake hivyo hivyo. Kuna ile salamu moja ambayo pia unaweza ukatoa, lakini ile ambalo ndio mashuhuri zaidi ni kutoa salamu ngapi? Salamu mbili. Ashiya'u makruhatun fi swala, vitu ambavyo ni makruhu katika swala. Makruhu ziko mbili, kuna makruhu tahrim na kuna makruhu tanzih. Makruhu tahrim ni jambo ambalo ni makruhu, kilifanya ni unapata dhambi. Makruhu tanzihan ni ile makruhu ambayo ukifanya hupati dhambi wala hupati thawabu, bali aula zaidi ni kuliacha jambo hilo. Kwa hiyo makruhu ya hapa ni ile makruhu ambayo ni tanziha, sio ile ya haramu, bali itakwenda kuwa ni makruhu ya tahrim kama utazidisha. Lakini kama utazidisha inaitwa ni makruhu tanzihan. Makruhu tanzihan, kuna makruhu tahriman na makruhu tanzihan. Makruhu tahrima ni ile ambayo ukifanya unapata kullu dhalika sayyi'uhu kana 'inda rabbika makruha. Sasa angalia hayo masala yaliyotajwa hapo nyuma na nini na mfano wake.
na hii wanaokuja na kisimu hii walikuwa na wanachuoni wa Hanafi. Kwa Sheikh asema vitu ambavyo ni makruh katika swala. Kwanza, yukrahu fi salati, inakarahishwa katika swala iltifatu birrasi au albasar, kugeuka kwa kichwa au macho. Fa amma rafu albasari ila sama, ama kunyanyua macho mbinguni, fa haram, ili ni haramu. Mtu aswali macho yake angalia juu, ili halifai. Wa yukrahu fi salati, lakini pia nakarahishwa katika swala al-abath, kufanya mchezo, wal harakatu, na kufanya harakati nyingi, li ghairi al-haja, bila ya haja yoyote. Al-abath, kufanya mchezo, wal harakatu, na kufanya harakati, li ghairi al-haja, bila kuwa na nini, bila kuwa na haja. Wa yukrahu fi salati, na inakarahishwa pia katika swala istishabu ma yashghalu, kuambatana na kitu ambacho kinashughulisha. Ni makruhu katika swala istishabu, kuambatana ma yashghalu, na kitu ambacho kinashughulisha. Kashay'i thaqili, kama vile kitu kizito, kitu yani mtu aswali labda amebeba ndoo ya maji au amebeba begi au kumeshika kitabu, haina haja ya kufanya hivyo, kubeba kitu kizito ambacho kitakushughulisha katika swala. Wal mulawwani, na kitu ambacho kimechorwa chorwa. Mulawwan, mtu anaswali uko na jezi ya Simba, Yanga, imeandikwa maana ni huku, hii ni makruh. Wal mulawwani, na kitu ambacho kimechorwa. Bima yalfitu an-nadhara, bima, kitu ambacho yalfitu an-nadhara, kinayageuza nini, macho. Yani kila muda mtu atazama hapa, maana ukiwa kwenye swala muda wote watakawa, yani kama mtu nyuma yake kuna kitu ameandikwa mfano Haidar, muda wote atakaosome tu Haidar Haidar Haidar, yani kila mmoja atakaosome hivyo tu. Ni ibilisi yule anakuchezea. Mtu mmoja alikuja kwa Imam Abu Hanifa akamwambia, ya Imam, inni nasitu khazaini, mimi nimesahau hazina yangu, nimezika dhahabu pahala pale pale nyumbani, lakini sijui nimezika wapi. Akamwambia basi nenda kaswali. Jamaa akatia udhu vizuri, akasema leo nitaswali swala ya khushu', ile Allahu akbar. Akakumbuka ile mali iko kwenye mlango, akaacha swala, akaenda kuchimbua kwake. Akaja kwa Sheikh Abu Hanifa, mwambie Sheikh, nimezipata bwana, ulijuaje? Mwambie mimi nilijua tu, ibilisi hawezi akakuacha uswali, lazima akukumbushe mali. Kwa hiyo wewe alipokukumbusha mali tu ukaacha nini? Ukaacha swala, ukaiendea mali. Na ndio ibilisi anachotaka, yani hapendi mtu amsujudie Allah. Na ndio maana Mtume ametuhimiza kuwa tunaposoma zile aya za kusujudu tusujudu. Tukisujudu ibilisi anaumia sana, kwa sababu yeye aliamrishwa asujudu, hakusujudu. Sasa wewe ukisujudu unamuumiza, maana lengo lake usisujudu ili uwe kama yeye. Na motoni atawaambia jamani, fala talumuni walumu anfusakum. Maana watu wakishaingizwa motoni wataanza kumwambia ibilisi, bwana wewe ndio umetupoteza wewe. Tuambia nisimsikie mtu. Mimi bwana kazi yangu nimefanya dawa, nyinyi mkanikubali. Kwa hiyo sitaki kumsikia mtu hapa ibilisi nitakuwa nimuumize mtu. Hiyo ni tahadhari ataitoa ibilisi motoni. Kwa hiyo ni kiumbe mbaya sana. Wa yukrahu fi salatina, ni makruh katika swala at-takhassur. Ni makruh pia katika swala at-takhassur. Wa huwa, na maana takhassur, wad'u al-yadi 'ala al-khasira, ni kuweka mkono juu ya kiuno. Ni kuweka nini? Yani mtu aswali ameweka kiuno hivi, ameweka mkono kwenye kiuno. Baadhi ya riwaya zasema ndio mwendo wa ibilisi, akitembea analashika kiuno hivi. Ndio mwendo anapotembea ibilisi. Kwa hiyo sasa mtu akiwa kwenye swala akiwa ameshika kiuno,
ni jambo ambalo halipendezi, si ndani ya swala tu, hata pia wakati unaiendea swala ni makruhu kuiendea swala hali ya kuwa umeshika kiuno. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.